Waziri Mkuu Kassim Majaliwa amesema kuwa walimu ni nguzo kuu ya maendeleo ya taifa lolote hapa duniani, kwani ndio wanatoa rasilimali watu yenye elimu ambayo ni muhimu zaidi kwa taifa. Amesema kuwa mafanikio ya kielimu, kijamii na kiuchumi yanatokana na juhudi za walimu, kwani walimu ni fahari ya familia, jamii na nchi. Kupitia mikono yao vijana wa Kitanzania wanajengewa maarifa, stadi na maadili ya uzalendo. Amesema hayo Oktoba 3, 2025 wakati wa maadhimisho ya siku ya mwalimu duniani ambayo wilaya imeadhimishwa Bukombe mkoani Geita katika uwanja wa shule sekondari ya Ushirombo. Bado mahitaji yapo. Hatua hii inathibitisha dhamira ya dhati ya serikali katika kuboresha na kujenga mazingira wezeshi ya ufundishaji wetu kwenye maeneo yetu. Ndugu walimu wenzangu, katika risala yenu ya mwaka huu mmethibitisha vile vile jambo la faraja kubwa sana kwa serikali. Mmeonyesha kuridhishwa na kazi ambayo inatekelezwa na serikali ya awamu ya 6 na mmeonyesha kuridhishwa na uongozi wa kiongozi wetu Mheshimiwa Dkt. Samia Suluhu Hassan kwa nafasi yake ya urais. Tofauti na ilivyokuwa miaka iliyopita ambapo hoja mbalimbali ziliwasilishwa kwa ajili ya kupatia ufumbuzi, mwaka huu mmeamua kutumia nafasi yenu kutoa shukrani na pongezi zaidi na kunituma nipeleke salamu hizi kwa Mheshimiwa Rais. Nataka niwaahidi nikitoka hapa, jambo la kwanza taangalia kama sasa hivi kwenye mkutano na mtumie message kutoka Bukombe na kupeleka salamu zenu. Lakini akishatulia usiku nitampigia nimwambie hatua kwa hatua na namna sherehe ya mwaka huu hapo Bukombe ilivyoandaliwa. Jipongezeni sana na Bukombe, mmefanikiwa kwa kiasi kikubwa. Risala yenu imeonyesha imani kubwa kwa serikali yetu na rais wetu mpendwa. Na hakika mmeongeza kitu cha kuhamasisha Watanzania mwaka huu waende wakapige kura kwa kauli kwamba Oktoba tunatiki na kwamba walimu na sisi tunatiki. Na washukuru sana kwa kauli hiyo. Pia nitamweleza Mheshimiwa Rais kwamba walimu wa Bukombe wamesema Oktoba wanatiki. Si ndio walimu? Walimu oye! Walimu oye! Dkt. Samia Suluhu Hassan oye! Sio kampeni lakini kani waulize mlichosema Oktoba. Oktoba. Vizuri sana. Nilikuwa nawauliza tu lile ambalo mmelisema wenyewe. Ndugu walioalikwa, walimu, viongozi wa serikali, wadau mlioko hapa, kwa kuunga mkono kauli mbiu ya mwaka huu ya walimu wetu fahari yetu, naomba nisisitize mambo muhimu yafuatayo. Kila anayeguswa alichukue kwa ajili ya kufanyia kazi. Ofisi ya Rais TAMISEMI kwa kushirikiana na Ofisi ya Rais Utumishi, endeleeni kubaini na kupunguza upungufu wa walimu kwenye maeneo yetu. Aidha kufanya msawazisho wa walimu ndani ya mikoa husika na yenyewe pia iangaliwe na kuondoa msongamano, mlundikano wa walimu kwenye maeneo ya miji, tuwapeleke kwenye maeneo ya vijijini. Lengo la serikali ni kwamba kila shule ipate walimu wa kutosha na kila mtoto wa Tanzania apate kufundishwa na mwalimu. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, angalia shule nyingi za mjini hapa zina walimu 40, 50, lakini kule kuna walimu 5, 6. Punguza hawa, wapeleke kule wajaze na wenyewe ili. La pili, Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia kwa kushirikiana na vyuo vya ualimu na taasisi za elimu TET, imarisheni mafunzo ya kitaaluma na endelevu kwa walimu ili waendane na mabadiliko ya teknolojia na mahitaji ya dunia leo. Andaeni mfumo wa mafunzo endelevu kwa njia rahisi na shirikishi, ikiwemo kutumia teknolojia ya kidijitali ili walimu wote waendelee kujiendeleza bila kuathiri majukumu yao ya kila siku. Na sasa hivi mwalimu anatakiwa kujiendeleza na mifumo iko mingi. Iko ya kuhamia chuoni moja kwa moja, huko mfumo wa kujiendeleza ukiwa mahali pa kazi, huko mfumo wa kujiendeleza kwa kutumia dijitali tu, unasoma mwenyewe kupitia mitandao.
Kwa hiyo wizara lazima iweke bayana mifumo hii na namna ambavyo walimu wataifikia, ili kila mwalimu ajiendeleze, afike hatua mzuri zaidi itakayomjengea uwezo wa kujiamini pale anapofanya kazi. Naye naibu waziri mkuu na waziri wa nishati Dr. Doto Biteko amesema kuwa taaluma ya walimu ndio taaluma pekee inayomtengeneza mtu awe bora kuliko hata walimu wenyewe, na wakati wote kujinyima muda wake na nguvu zake zote kumtengeneza mtu kuwa mume au mke bora au hata mzazi bora. Mheshimiwa Waziri Mkuu, taaluma ya ualimu ndio taaluma pekee ambayo humtengeneza mtu awe bora kuliko hata walimu wenyewe. Mwalimu wakati wote hupambana kumfanya mtu kuwa bora kuliko hata yeye, hujinyima muda wake na nguvu zake zote kumtengeneza mtu kuwa mume bora ama kuwa mke bora wa familia fulani, na baadaye pengine kuwa mzazi bora. Humfanya mtu kuwa raia mwema kwenye nchi, zaidi sana humfanya kuwa mtumishi ama mfanyakazi ama mzalishaji mali bora wakati wote wa maisha yake. Hii ni taaluma ambayo tunaamini kuwa ni taaluma ya uumbaji wa pili baada ya mwanadamu kuzaliwa na wazazi wake. Kazi ya pili ya kumuumba mwanadamu huendelea hapa duniani, na muumbaji huwa ni mwalimu. Mwalimu ndiye anayetoa mwelekeo wa maisha ya kila mtu, na ukiona jamii yoyote yenye ustaarabu na kustaarabika haihitaji kupiga ramli kujua nani chanzo chake, ni mwalimu ndio sababu yake. Ndio maana wasomi waliotutangulia huko nyuma waliwahi kusema, kutaka kuliua taifa lolote ama kulifanya lionekane duni wakati wote, basi hatua ya kwanza huwa mwalimu au huwa ualimu pamoja na taaluma ya ualimu. Leo tumekusanyika hapa kwa ajili ya kusherehekea mikono hii inayojenga Tanzania tunayoitaka, mikono inayozalisha wataalamu wa kila namna kwa ajili ya nchi yetu. Mikono hiyo inaitwa mikono ya walimu. Leo hii tunapokutana hapa ni kiashiria tosha, risala zilizosomwa mbele yetu ni kielelezo kingine kwa Mheshimiwa Rais ameonyesha mapenzi yake kwa taaluma yetu ya ualimu, na bila shaka walimu wa Tanzania tunayo kazi moja ya kuendelea kuchapa kazi, kumpa matokeo na kulijenga taifa lenye ustawi ulio bora zaidi. Kwa upande wake, Katibu Mkuu Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia Profesa Caroline Nombo amesema kuwa serikali ya awamu ya 6 imeendelea kufanya shughuli mbalimbali zinazowawezesha walimu kufanya kazi zao kwa ufanisi, kuleta matokeo chanya, ikiwemo ujenzi wa miundombinu shule, na lengo ni kukuza ujifunzaji na ufundishaji. Ameongeza serikali inathamini jitihada zinazofanywa na walimu, kwani wamekuwa kiini cha mafanikio. Kila mmoja wetu amepita kwenye mikono ya walimu. Tunashukuru walimu wote wanaotoa nguvu na maarifa yao wawezesha Watanzania. Kila mmoja wetu hapa amepita kwenye mikono ya mwalimu. Kwa hiyo tunapoongelea swala la elimu, kiini na mafanikio yanayotokana na elimu tulizokuwa nazo ni kwa sababu ya walimu. Kwa maana hiyo, ninapenda kutoa shukurani sana kwa walimu wote ambao wameendelea kutoa nguvu zao, kutoa maarifa yao kwa vijana wa Tanzania, na hata leo tunawasherekea walimu. Nikiripoti kutoka wilayani Bukombe mkoani Geita, mimi ni Zena Selemani wa Bukombe Sasa Online TV.